Hapo awali watu wenye ulemavu walikuwa wanaonekana kama ni watu ambao hawawezi kufanya kitu, na hawawezi kufanya kitu ambacho kikaleta tija katika taifa na ikaweza kuwanyanyua wao wenyewe binafsi. Kwa jamii iliweka pembeni na mambo mengi hayakuwapa ushiriki au haikuwashirikisha watu wenye ulemavu. Katika mradi wa Chaguo Langu Haki Yangu, kwanza mradi huu toka ulipoanza mwanzo ulitushirikisha kama jumuiya ya wanawake wenye ulemavu. Tuliweza kupata mafunzo mbalimbali ya kuwema masuala ya ukatili na udhalilishaji kwa wasichana na wanawake wenye ulemavu. Lakini pia tulikuwa na ushirikishaji watoto wenye ulemavu. Tulikuwa tunazungumza na watoto wasio na ulemavu kwamba kwanza wale watoto wenye ulemavu waone kama ni sawa na wao, wawashirikishe, wawasaidie ili na wao waweze kufikia malengo. Watu wenye ulemavu wenyewe wamekuwa na mwamko na jamii imekuwa na mwamko. Walezi na wazazi wenye watoto wenye ulemavu vile vile wamekuwa na mwamko na kutaka kujua zile haki zao za msingi zaidi. Ni upongeze sana mradi huu wa Chaguo Langu Haki Yangu, ndio ambao ulinifanya mimi niweze kufanya mambo haya makubwa, kwa sababu baada ya kuja huu mradi uliweza kutupa semina, kutuelimisha kwamba hata sisi watu wenye ulemavu tuna haki kama watu wengine. Kwa hiyo nina kikundi ambacho kinafanya usafi katika manispaa yetu ya Kahama. Na leo hii mimi Rehema, mama mwenye ulemavu, ndiye mkurugenzi wa kikundi cha Upendo Mazingira au ile kampuni, na nimeajiri watu 30, lakini watu 4 ni watu wenye ulemavu ambao wote ni wanawake. Mradi huu umewezesha kutengeneza mfumo wa taarifa wa kielektroniki wa watu wenye ulemavu na rejista hile kuweza kutumika katika kuwatambua na kuwaunganisha na huduma mbalimbali kulingana na uhitaji. Tuna program na sisi za kuandaa kwamba kuhakikisha masuala ya utetezi wa wanawake na wasichana yawe yanaendelea katika ngazi zote zikiwepo za kijamii.